wamefunga, leo ndo wamefungua, wengine hawajafungua mpaka sasa. Lakini wote ni kujenga mwili wa Kristo. Ndiye Bwana makofi na vigelegele. Nitafakari sana, naambia Mungu hili linawezekana. Hili linawezekana. Imani yetu ilikuwa kuna kipindi inatufia. Yaani inashuka. Ukiangalia uwepo wa kusema jamani yale mwambie mlimani amekaribia, watakao kuja ni wangapi? Unakuja kuangalia walio comment pale ni 5. Bwana Yesu asifiwe. Wakati siku moja Samuel akaniambia, "Mtumishi, naona kama vile wanakuja watu 25." Lakini kwa uwezo wa Mungu mlimani tulikuwa 40 na kumpigia Yesu makofi na vigelegele. Pia nichukue nafasi hii kukaribisha na kukupongeza na kukushukuru wewe ambao umetoka mbali kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nilifika stage mpaka niko na wageni wengine. Kaambia sasa inabidi nizime simu. Kweli mtumishi inabidi nizime simu. Ana simu inaita kila saa. Sasa njoo nichukue hapa. Njoo nichukue hapa. Sasa nikamwambia, nikawatumia namba ya Neema, nikamwambia pambani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu watapokea majibu yao hapa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu, sitaondoka hapa kama sijaona neema yako. Sitatoa mguu wangu hapa kanisani kama sijaona umenibariki. Sitatoka hapa kupanda gari la kwenda Mbeya, la kwenda Dar, la kwenda Mwanza kama sijaona mkono wako ukienda na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kufikiria kitu kisicho kabisa. Kwa nini? Najua wakati tunaanza kupanda mlima, wengine wakasema, Mungu, na mimi nilikuwa nachangia, Mungu, tusipokuona hapa nataka tukuone. Tulipitia taabu wakati tunapanda. Tuliteseka wakati tunapanda. Lakini angalia jinsi ambavyo Mungu alipokuja kufanya wepesi. Alipokuja kutupokea mioyo yetu, tukauzoea ule mlima. Wengine tulikuwa tumeshaona ni mgumu. Na nilipofika nikamwambia Mungu, sasa hao watu wote watalala wapi hapa mlimani? Kwa Mungu hakuna dalili niambia nimeumia mbavu. Nilikuwa nasubiri kuniambia mbavu zinauma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wote tunajua kusudi letu tupeleka mlimani na kusudi ambalo linatufanya tukeshe leo. Unajua ukitathmini mtu hajalala siku 3, siku 4 kwanza. Kuna mtu ameanza safari Jumatano usiku. Ukiwa kwenye gari huwezi kulala ukiwa umekaa. Na ukisinzia lazima uamke kiuno akifanya. Na wengine waliosafiri wakafika asubuhi. Asubuhi hiyo tukawapokelea na mlimani. Unafanya kazi ya Mungu ni mchezo Alafu kule tena hakuna kulala. Unalala masaa 3 nimepita. Watu tumepita. Sio amkeni. Bwana Yesu asifiwe. Yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unajua ile jana nilikuwa nafundisha juzi. Nikamueleza Mungu, naomba usituache. Yupo ambaye ameacha kazi, ameacha familia, ameacha kila kitu nyumbani kwake, akasafiri kaja Arusha kwa jina la Yesu. Mungu asifiwe. Aikumbuke hata hiyo sadaka yako ya Mungu. Unajua ukiona unapitia magumu na ukija kujikuta unapitia changamoto, unapaswa umweleze Mungu. Mungu, nilienda mlimani Arusha, nikakesha siku 3, nikasema na wewe. Kwa nini unaniruhusu nipitie hapa? Kwa nini unaruhusu nijaribu nikapate kwa kiasi? Tukishapata nafasi ya kukaa kimya na Mungu tukamweleza Mungu, lazima Mungu atasema na sisi. Mmoja nikiwa nahubiri pale chuo cha Madeleni. Leo walikuwa wapo lakini sijajua ni wakati.
Hiyo siku ni mhubiri na wakanipa hiyo kadi yao ya kwenda kule. Watu ni wapa zile kadi. Wakaniambia wakati nafundisha, nikamwambia unajua kuna watu wengi walikuwa wanatamani kuja kusoma kama wanavyosoma lakini walipata kazi. Unajua ukitafakari na ukifikiria mwenyewe kiakili yako, kuna watu wengi walikuwa wanapaswa kupanda mlima, lakini kwa sababu ya changamoto zao za kiafya hawajaweza kupanda. Mimi na wewe tumempa Mungu nini hata ikawa sababu ya kupanda mlima salama? Tunaona Mungu alivyotuweka mbali na mikosi kule mlimani. Leo ndo siku ya kushuka, ndo Mungu akaleta siafu. Leo ndo tulikuwa tumepanga kushuka. Jumamosi tutashuka. Lakini kuna watu wengine wakawa wanaendelea kububujika ndani ya Mungu. Mungu sishuki leo, ako sisemi na mimi. Lakini Mungu akasema sasa lazima mshuki. Kaleta siafu. Lazima mshuki. Na tumeshuka. Na tulikuwa tunataka tuendelee kubaki, mara siafu wakavamia tuna mabegi yetu. Unaona? Tukajikuta tu tunashuka kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Zaburi mlango wa 51. Mstari wa 51. Zaburi mlango wa 53. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Kwenye Biblia kama ya kwangu unamsomea tafadhali. Zaburi mlango wa 53 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Watu wangu kama walavyo mkate hawakumuita Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo pale mlimani, wakati nimemwambia mtumishi wangu hapa nimesimama, nimechukua tu Biblia ninafungua pale tafadhali. Mbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na usikizi, hakuna tumaini. Tokea mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mwenye akili amtafutaye Mungu. Narudi tena. Tokea mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yupo amtafutaye Mungu. Yaani maana yake tokea kale. Unajua jana wakati nafundisha somo la sadaka, nifikiria kitu kimoja. Biblia inasema mjaribuni muone kama sitawafungulia madirisha na kuwamwagieni baraka. Yaani maana yake tumeanza na Bwana. Kitu kimoja. Jinsi ambavyo kwenye Biblia hapa tunafundisha somo la tokea mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko kuna mmoja amtafutaye. Huyo mmoja ni nani? Ni mimi na wewe. Sema huyo mmoja ni mimi. Huyo mmoja ni mimi. Sema huyo mmoja ni mimi. Huyo mmoja ni mimi. Kwa sababu gani? Jinsi ambavyo Mungu alituumba, kila mtu ameumbwa kwa kusudi lake na mpango wake. Kila mtu jinsi alivyoumbwa, Mungu anajua jinsi alivyomuumba yeye. Yaani kwa kitu kimoja. Kama tuna huu uhai, tuna pumzi, tayari sisi ni binadamu ambao tuko kwenye riziki ya wema.
Kwa nini nasema hivyo? Unajua binadamu tunachoshwa na mambo ya dunia ambayo hayana maana. Unakuta mtu anaumia, anateseka moyoni mwake kwa sababu ya jambo fulani. Anateseka moyo wake kwa sababu ya mtu fulani. Unajua kuna mtu anasema yani fulani namchukia, sitaki hata kumuona kabisa. Yani nikiona sura yake nasikia kichefuchefu kitafika. Lakini yeye anayesema hivyo au huyo anayewaza hivyo ana mpango wa kwenda mbinguni. Mbe jirani yako utaenda mbinguni kweli? Afu mwangalie machoni akishindwa kuangalia ujue ana safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikieni kwa kitu kimoja. Unajua watu wengi wanakujaga wanasema mtumishi nateseka. Mtumishi naonewa. Mtumishi mimi sifanye tena huduma kwa sababu unguta maneno ya watu yanajiandika kwenye paji la uso. Mimi nisingesimama hapa mbele. Watu wengi tumesingiziwa maneno mengi ambayo hayana maana. Unajua kuna tofauti ya kuambiwa neno likakuumiza, alafu kuna tofauti ya kusingiziwa. Naweza nikakusingizia jambo ukalichukulia kawaida, lakini naweza nikakusingizia jambo likakuumiza. Nani ambaye hajawahi kusingiziwa hapa? Hajawahi kusingiziwa kabisa. Nani? Nani hapa hajawahi kumsingizia mwenzake kabisa? Ana mimi leo nashuka mlimani, kuna watu wengine wamenisingizia uongo kabisa. Wakati nashuka kuna watu wengine wamenisingizia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa nini nasema hivyo? Unajua unaweza ukasingiziwa jambo au naweza nikakusingizia kitu kikakuumiza, kikakujeruhi ndani ya moyo wako. Lakini naweza nikakusingizia jambo kaliona simple tu la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kusingiziwa na kunaambatanaga na nini? Kuna watu wengine wanajikatia tamaa. Nataka utazame Mungu aliye juu, maana anabadilisha. Hivi ungekuta Ibrahim alikata tamaa, angeishi miaka aliyoishi? Angalia, Ibrahim akajaribiwa na Mungu, akaambiwa nenda mlimani kamtoe mwana wako wa pekee sadaka. Can you just imagine ni wewe una kale katoto kako kamoja, alafu tena hauko tena na baba yake, alafu Mungu anakuambia nenda kanitolee huyo mtoto sadaka ya kuteketezwa. Nenda kumtoa mtoto. Nani? Hatuwezi. Lakini Ibrahimu akafika, akaanza kumtoa mwana wake sadaka. Lakini Mungu akamwambia, angalia pembeni kuna mwana kondoo aliyenona, niangalie mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua majaribu ambayo tunapitishwa au majaribu ambayo tunapitia kwenye kanisa au kwenye kizazi cha leo ni majaribu ambayo yanamkatisha mtu tamaa kabisa. Unakuta mtu anateseka kwenye mahusiano, au unakuta mtu anateseka kwenye kutafuta pesa. Anaona kama vile akitafuta kazi zinamchoka. Au akitafuta kazi zinamchosha. Lakini anasahau anayempa kazi ni Mungu. Anachoka, anazimia moyo. Roho inamuuma kwa maovu aliyoyatenda. Roho inamuuma kwa sababu amekata tamaa. Hakuna dhambi mbaya kama kukata tamaa. Sio ujui. Watu waweza tumekata tamaa, maombi mlimani ile pale. Au mtumishi Sama angekata tamaa tusingefika hapa tulipo. Kata tamaa mapema, leo tusingekutana kwenye mkesha hapa. Lakini kwa sababu hatukukata tamaa ndio maana tuko hapa.
majaribu unayokutana nayo, tafuta mlango wa kutoka kwenye hayo majaribu. Usianze kumnungunikia Mungu. Usianze kusema Mungu kwa nini? Mungu kwa nini hapa? Ukikutana na jaribu, mwambie Mungu, ninaomba unionyeshe mlango wa kutoka kwenye hili jaribu. Na kama umepanda na majaribu mlimani, kwa jina la Yesu, jaribu lako ulilokunalo wewe, lazima Mungu aonyeshe mlango wa kutokea. Na leo unataka umwambie Mungu, na nani hapa? Leo tumesema kila mtu analia, anapeleka shida zake mbele. Sasa nikwambie kitu kimoja. Ukijisikia kulia hapa kanisani, lia sana. Ukijisikia kupiga magoti, piga magoti, lia na Mungu wako. Mwambie Mungu, nimemaliza siku zote 3. Leo ndo nahitimisha siku ya 3. Ninaomba nisiondoke kama nilivyokuja. Yaani ukiondoka kama ulivyokuja inakuwa kama vile, sijui nikwambieje, hakuna ulichokifuata huko mlimani. Kama vile umeenda matembezi. Nilimwambia Mungu siku ya kwanza, Mungu, niondoke kama nilivyokuja, na sitashuka mlima kama nilivyopanda. Unaona? Hata kibinadamu unaona mwenyewe. Wakati napanda sijaanguka, wakati nashuka ndo nikaanguka. Sababu naomba Mungu, nikipanda nisishuke kama nilivyopanda. Nimeanza kuona mabadiliko yangu pale. Hivyo Mungu tu pao, najua na mimi naomba Mungu nisishuke kama nilivyopanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani maana yake wewe unatakiwa umwambie Mungu, kama nilivyoingiza mguu wangu pale kanisani, nikitoa mguu wangu, matatizo yangu yote yameisha. Ukiwa ni mtu wa kunung'unika, my friend, ukiwa ni mtu wa kujuta na kuacha, utapotea. Utapotea. Una kipindi, unajua Mungu, kuna kipindi adui naye anakuwa kazini, Mungu naye anakuwa kazini. Ikapata changamoto na naratibisha ya maombi ya mlimani. Uko busy kweli na lema. Uko busy. Simu azishi. Aise inofanya hiyo nataka jeki hapana twende hivi. Kila mtu anataka afanye anavyojua yeye. Afika stage kwenye maisha ya kimya kama wiki moja. Wiki inayofuata ndo tukaanza kusema tulikuwa tumesema hivi, sasa tuna cancel ya kwetu tunaenda na hivi. Na likafanikiwa. Unajua wakati tunachoma yale maombi kule ndani. Wakati tunachoma yale maombi kule ndani. Ndio kila mtu ameandika kodi yake. Na wengine wanatamani waume waolewe. Na wengine wanatamani wake waoe kiwemo. Kuna wengine wanatamani kazi wapate. Kuna wengine wanatamani ajira nzuri. Kuna wengine wanatamani magari. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila mtu ameandika kivyake. Kuna wengine wanatamani watoto wao watoe kwenye mizigo na majaribu walioko nayo. Kuna wengine wanatamani Mungu awaonyeshe, awape mwanga mpya. Kila mtu ameandika jinsi anavyojua yeye. Kila mtu ameandika jinsi anavyojua nani? Lakini yote 9 yote kwa yote tuliyoandika, Mungu ni mmoja na anajibu kwa achelewi wala afanyaje. Hata wewe nenda zako huko unapoenda, mwambie Mungu, niliomba mume
Niomba Mungu unipe mume. Niomba Mungu ndoa. Alafu naenda kulikwenda, unashangaa unakaa, unasubiri ndoa upate. Unakaa, alafu unaanza kujiuliza, kwa nini hata nilienda ule mlima? Kwani ukifanya hivyo ni laana ambayo umepata. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi. Kumbe siku moja mtumishi akasema kwenye group pale, ukishuka mlimani kama hujapokea nani mpaka sasa hivi hajapokea hata majibu nusu. Nani kwanza? Nani ambaye hajapokea majibu nusu? Wengine simu zimeanza kulilia kule mlimani. Simu zimeanza kuita kule juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Tulishajipanga namna ya kusema na Mungu. Wewe unaweza ukaja kwenye maombi ya mlimani ukachukulia simple. Ndio maana ilikuwa inafika stage nishakiona mtu amekaa na simu anamwambia nasikia serious. Watu wote tutakumbatiana kule mbinguni. Tafute kwa jina wako kwenye kiti cha Yesu. Watu wote tutakumbatiana kule kwa Baba kule mbinguni. Yes. Tunaenda mama hii. Twende. Tutaruka na Bwana. Haleluya. Haleluya. Watu wote tutaruka na Bwana. Haleluya. Haleluya. Twende tutaketi pamoja kule kwa Bwana. Kule kwa Bwana.